Mimi nataka kusema hivi. Mimi sina problem. Wale wako ndani ya government kama vijiko na operate Yanga, mnaweza kuelewa. Kwa hivyo haina matatizo. Kwa sababu acha nikwambie, nyanyi ni nyanyi. Hata ukipeleka Mount Kenya ni nyanyi. Hata ukitupeleka Mount Kenya 20 seconds ganga. Mimi nasema hivi. Amini usiamini. Hii mambo ambayo mnayojaribu kufanya mkijidanganya kwamba mko ndani ya government, you are the one who will suffer. Na nawahakikishia ukweli. Now and wait and see. Na kuhakikishia ukweli, last year but one nilikuwa hapa kwa hiki kikao. Nikawaambia mnapochagua UDA na hii Kenya kwanza, after 3 months mtakuwa mmelia mpaka mmeisha machozi kwa akili. Sasa hii ukweli mmeona ile kitu ambayo niliwaambia. Sasa hii mnasema kwamba ati mnang'ana na Gachagua. Kesho ni wewe, amini usiamini. Mungu walinde na wape hekima muelewa. Asanteni. As a youth kind we take 2 minutes. As a youth I know wewe unaelewa sana. 2 minutes. Usimindarap, wewe jamaa ongea. Ya kwanza nitaanza na kusema hivi. Msikizani kwa ofisi, ananiambia kuja mbele. Nataka kwanza kusema hivi. 2 wrongs don't make right. Juu hapa kuna member ametoka amesema expressway ilipeanwa 30 years. The same way we should give ADANI 30 years. So mimi naona even if labda kuna makosa ilifanyika, kama kuna makosa ilifanyika wakati wa expressway, hatufai kurudia yale makosa kwa JKIA. Unajua the problem with JKIA is corruption. It is not even the management, the problem is corruption. So if these people are very genuine to us, if the government is very genuine to the people of Kenya, iende isort corruption yenye ina happening pale JKIA, iende imalize ukora yote, then wakuje watuambie tumemaliza corruption, now we are thinking tupatie ADANI. Then what are the terms of this deal? Hii deal yenye tunaambiwa ya ADANI ilifanyikia wapi? Last time niliona wakati wa impeachment, mambo ambayo hayanihusu in any way, tukapelekwa pale Bomas. Lakini mambo ya ADANI yenye inahusu mwananchi wa kawaida, yenye imehusu mpaka watu walikuwa wanafanya kazi na KAA wamefutwa kazi wengine wao, yenye inatuhusu sisi directly, hatujapewa public participation. Which kind? Unataka kuniambia kuna malengo mzuri ambayo ADANI wamekuja pale watafanya? And if there is anybody in this country who believe that JKIA after 30 years it will be a multi-international airport, I want to confirm to you that you are lost. Na mimi I am here to the old guys. Old guys, please, tafadhali wacheni kutupotosha sisi kama vijana. Hiyo 30 years mimi najua nitakuwa mzee kama nitafikisha. Sasa sisi ndio tutakuwa wazee hiyo wakati kama nitafikisha hiyo miaka. Ule mtu mwenye ako 60 kuipata hiyo kumaliza hiyo 30 years ni bahati. Sio wengi watafikisha hapo. So it's the highest time nyinyi kama wa Kenya. It's the highest time you as the old guys mwanza kutupeleka kwa njia ambayo inayofaa. Mwanza kutueleza ukweli wa mambo na pale tunapoelekea. Mr. Speaker, nikimalizia na mambo ya Gachagua. Nimesikia kila mtu hapa akisema Gachagua. Pia kwa mambo ya Gachagua nikimalizia. Namalizia na mambo ya Gachagua. Nikimalizia na mambo ya Gachagua. Yale mambo ambayo kuna mtu amesema hapa, Gachagua is very much tribal, mpaka anazuia watu wengine wasipelekewe development zinaenda hapa Mlima. Na mimi nataka kuuliza hawa wananchi wote, Gachagua ndiye anagawa resources za nchi. Gachagua yeye ndiye anapeananga NGCDF. Gachagua ndiye anapeananga pesa ya county government. Gachagua ndiye ndiye KRA anaokota tax, then anapeana pesa equally to this republic. Gachagua, as you call him as a chief, Gachagua, ile maendeleo imekosa kufanyika kwenyu. Kama kwenyu kuna shule ya nyasi, kama kwenyu kuna shule ya matope, wewe jua sio Gachagua, jua ni yule MP wako kwa hiyo constituency, jua ni kiongozi wako mwenye mko na yeye. Lakini msiekelee blame game kwa mtu mmoja. Na in case of kukosa development kwa nchi, don't put the blame game to regard Gachagua. Asanteni. Thank you very much. Thank you. Manyoni incoming governor Nairobi. Hiyo salamu lazima nitume. Mimi I'll be very short. Yes.
like venye kuku ya ndume na kalianga kwa jika haraka kama imemaliza maneno. Yes. Mimi ningependa kusema hivi, mambo yenye inatusumbua Kenya hii ni mambo ya loan. Loan imetuvuruga, IMF iko huku, nini na nini, World Bank, tuko left, right and center, tunahangi katikati, tuko na shida mingi sana. Na President William Samuel Ruto amekaa chini akasema hapana, lazima agenda za serikali ziendeshwe na lazima tutengeneze kazi. Akaona mambo ya kwenda kukopa pesa imeleta issue, finance bill imeleta issue, what shall we do? Ile kitu tutafanya, tunaita mwekezaji, tunamkodisha, tengeneza, alafu ujilipe, uende, baadaye utuachie nini? Hiyo mradi hapo. Hiyo ndio plani ambayo serikali, na hizo ni vitu zimetendeka. Wakati tulidiscover nini oil pale Turkana, Situlo ilikuja ikachimba, ikatupatia condition number 1, lazima itachimba, ikichimba oil ijirudishie asset nini, pesa zenye wamekamo ndani, zenye wamespendi ndani, watu we call their capital. Ikimaliza kutoa ndani, ndio watu wafanye nini? Waache mafuta tuweze sasa sisi kunufaika nayo. Hizo ni vitu zimefanyika pale Turkana. The same ni vitu ambazo zinaendelea kwa mining. Mwekezaji anakuja hapa, anagundua kuna iron ore pahali, ama kuna kama gemstone pahali, wanakuja wana mine, alafu ile capital yao yenye wameweka ndani wanajirudishia, ndio wanatuachia. Kama sasa hii iron ore inaendelea, kule Taveta, wanachimba akienda nao, lakini because hatuna uwezo na hatuwezi chukua loan, tuwalikubali wakapitalize hapo, watoe yao, wamalize, watuachie. In future watatuachia na watoto wetu watafanya nini? Watafaidika, because mambo ya loan inatugag. So kwa hivyo as I conclude, mimi mambo ya Gachagua siwezi kuiguza sana, because nikiiguza sana nitakutoa pointi kubwa na itakuwa mnyambo kwa raia wenzangu hapa. So kwa hivyo mimi ningependa kuachia hapo leo, lakini lazima nitaguza kwa mambo ya security ya bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi hapa tunakuza kwa haki na mdomo. Ukinishinda point, we pia kuja piga point. Venye ninatoka mwingine anaingia. Mambo ya kubebeana hapa visu tuachane nayo tafadhali. Mambo ya security hapa tuachane nayo. Ya kubebeana watu visu hapa tuachane nayo. Mimi sasa nataka kutoa warning. Mkitaka mnuua hapa, na mkinuua nataka kuwe gisampo ya kuwawa hapa, ni kuwa mwisho ya bunge la mwananchi Kenya mzima. Thank you very much. Sir, can we be precise on time? Bunge power. 2 minutes. Power. Wananchi power. Power. Bunge power. Power. Msilale bana. Kwa majina anaitwa James Mulamba. Niko na 5 issues to address. Najaribu kutumia 2 minutes. Issue ya kwanza, Sergeant at Arms jana hakuwa. Na Sergeant at Arms anafaa apewe deputies kama 5. Kitu imekuwa ikihappen hapa kwa bunge ifai kuhappen tena. Mtu mmoja anaanza kuweko lapo, watu wengine hawata articulate points zao. Mwingine anaanza hii side nyingine, watu hawataongea kwa hii bunge. Kama Babu Owino alitolewa parliament na anatolewagwa na MP wanatolewagwa. Kwa hii bunge watu mbona wasitolewa wakipigia wengine kelele? Hiyo ni maneno ambayo hapa hatufai kukubali. Pea mtu time aongee, ikuwa kwa serikali ama yuko kwa serikali. Haya, second point. Oath of office ya Gachagua. Hizi oath of office za Kenya zinakuanga mchezo. Hata hizo oath of office, hiyo oath of office Ruto alichukua ni ya uongo. Hizo oath of office majudges wanachukua Kenya ni za uongo. They know they are lying to your faces but they don't care. Wanasema hivi lakini wanamaanisha vile. Gachagua is not the first man to violate the oath of office in this country. The third point. Tumeona bunge as the investigation prosecuting powers better than EACC, better than the office of DPP na DCI. Si mmeona vile wamepeleka kesi ya Gachagua vizuri? Wacha tuseme ni vizuri, lakini si mnaona vile imeharakishwa? If our parliament can have the prosecuting powers zenye tunaona na investigative. Sasa hii washasema Gachagua ni mwizi, they are saying it conclusively. Si tuwape basi wa investigate kesi zote za Kenya. Watuambie kama Ruto ni mwizi ama si mwizi. Watuambie kama wao wenyewe pia kama MP ni wezi ama si wezi ama namna gani? Si they are prosecuting and investigating it. Niko na point 2 za kumalizia 1 minute. Point moja ni ADANI. China Road and Bridge ilifanya hii expressway. Si mnaiona? Yes. China Road and Bridge haikuwa na scandal yote before ipewe hii expressway. Kwa kampuni zote zenye niliwatajia jana, more than 5. Hakuna yenye kona scandal. Zimefanya airports before, zingine zimefanya ports, zingine zimefanya pipelines na stima.
Kwa hizo zote walikosa wakaendea ile hawezi. ADANI is a company that has money laundering, security forgeries and so many cases in international law. Kwa nini kwa hizo kampuni zote walitafuta tu wezi wenzao? Ama ni mwizi kujua mwenzake? Hiyo maneno hatuwezi kubali. Ya mwisho ni ya Gachagua. Huyu Gachagua sio shida ya Kenya. Ni sawa ni mkabila. Ni sawa alisukuma mambo ya shareholding. Lakini mambo ya shareholding ilianzishwa na Ruto. Si yeye ndio alianzisha mkataba wa Kenya Kwanza. He called Moses Wetangula, Musalia Mudavadi, Amason Kingi na Gachagua mwenyewe na yeye mwenyewe to sign that agreement kwamba nyinyi ni shares kwa hii serikali na tutawapea maendeleo kulingana na vile shares mmepeana. Si mnajua hii constituency ya Kikuyu ya Kimani Ichung'wah, nikimaliza speaker, hii constituency ya Kimani Ichung'wah imepewa 1 billion ya roads. Enda huko Garissa, Northeastern na huko Kitui mahali wanahitaji barabara hakuna, wanapewa budget ya 100 million. Lakini hapa Kikuyu wanapewa 1 billion ya roads. Aje sasa? Hii serikali ya shares haijaanzishwa na Gachagua. Tukisema ukweli tuseme penye huko. Huyo Ruto na huyo Gachagua ni the same. Kama ni kuenda waende wote. Thank you very much. Mimi kwa ufupi nataka tuwe watu ambao tuko na general knowledge. Tutofautishe kati ya political formations na serikali ya president na deputy ambao waliapishwa kulinda katiba ya Kenya. Hii mambo ya Gachagua is just a simple process ambayo ni utaratibu ya katiba ambayo wabunge wamefuata, na that's why they are trying to pump sense in your head ya kwamba you cannot challenge an impeachment process that is ongoing. After the Senate is when Gachagua can go to court na aeleze ya kwamba waangalie process yote ya impeachment kama ilienda sawa. It's as simple as that. Hii ingine yote ni propaganda ya korogocho cha urumoyo kwa nyumba za tumbako. It does not make any sense. Mambo ya ADANI, sisi wenyewe tumeona waziri Kipchumba Murkomen wa transport akienda airport kuangalia leakages kwa airport. That is very serious. Nchi ambayo iko na serikali ambayo iko na airport, serikali kubwa, waziri wa transport anaenda kwa airport kuangalia leakage ambayo iko kwa airport. Kwa hiyo muone hiyo ni kitu ambayo sio unusual and very serious. Again another issue ati kuna blackout airport, na blackout ambayo inafanyika wakati tuko na serious flight ambayo inatoka nje na watu wanatoka hapa wanaenda nje. Na mkumbuke ya kwamba Nairobi ni headquarter ya United Nations. Kwa hivyo mambo na airport mambo sensitive. Number 2, kwani mkisema ADANI wanakuja kupora Kenya, kwani hao ADANI wanatoka na Wahindi, polisi kutoka India? Security personnel ni wetu, intelligence ni wetu. We are going to take charge of the country. Mbona sasa kama 80% ya airport management yake ni poor, 80% ya operations iko corrupt kwa sababu ya mambo baya kama hii yenye inakuwa champion na Gachagua? What do you expect the government to do? So sometimes tuwe watu ambao tuko na general knowledge na tufanye research, tusome katiba yetu, tusichampion tu mambo ile ambayo hatujui. Kwa ufupi hiyo mengine tutaongea kesho. Hii propaganda ya korogocho usilete kwa bunge. Thank you very much. Who was your teacher? Who was your professor? Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity to contribute to this motion very quickly in 1 or 2 minutes because time imeenda. Mimi nataka kusema na nimesikia ndugu yangu hapa mmoja ameongea ameenda, anaitwa Kimanzi. My friend, even if you use how much English to sanitize ADANI, yes, hata utumie Kiingereza kizuri, hata tujaribu kutuconvince kwa Kijaluo ama kwa Kiluya ama kwa Kikuyu, you will not sanitize ADANI. A wanted criminal in Australia, a wanted criminal in Gujarat, a wanted criminal in India, a wanted criminal in Bangladesh. Hauta succeed hata utumie lugha mzuri namna gani, you will not succeed. ADANI is a criminal, a fraudster all over the world. Leo bunge ya India imeteua kamati ya kuchunguza huyu ADANI alichukuaje government installations zikawa zake za India. Watu Bangladesh waliandamana kwa sababu gani? Kwa sababu ya ADANI. Watu Gujarati stima, ADANI alipewa mambo ya stima Gujarati. Stima ikapanda by 102%. Yes. 102%. Fanyeni research. Na mtu anatuambia ati anakopea hii expressway na JKIA. Expressway ni kitu imejengwa kwa hewa. Tuliwapatia hewa. Tukawaambia jengeni huko juu kwa hewa. Hawakukata miti.
hawakuharibu barabara. Si Mombasa Road bado iko chini na tukawapatia hewa. Basi kama hao walikuwa wanataka kujenga kiwanja, tungewapatia hewa mahali. Waambie jengeni hapo juu kwa hewa. Ama tuwapatie kiwanja mahali. Kwa nini tuwapatie JKIA? Kwa nini JKIA? Mambo impeachment ya Gachagua. Nimesikia ndugu yangu hapa Kimanzi akisema ati ni subordination, sijui whatever, using very nice English. But hii ni subordination. Kama Ruto alifanya ni subordination, kama Gachagua alifanya ni subordination, mambo ya kutoa watu kwa mito, kuwapomolea, ati akakataa. Na Ruto si alikataa mambo ya BBI ambayo ilikuwa ni mradi ya serikali. Mbona yeye kuwa impeached? Hii impeachment ni uongo, upuzi mtupu. Mimi najua Gachagua ataenda, but ni upuzi mtupu. Very useless. In the interest of time, members, allow me to adjourn. Hata akienda si wewe watu mtakatu hapa. Allow me to adjourn in the interest of time. Anasema Gachagua ndio anakuja kwa kama kiwanja. Acha aende tuone kama huyo alikuwa hapa. Wewe ulikuwa wapi? On which topic? Sinaweza ongea ndani.